katika kambi hii ya Mkoani jana tarehe 16 mwezi huu wa 3 2026. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naendelea kukuthibitishia kwamba kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Kamanda ya Pemba kitaendeleza doria mbalimbali za baharini na nchi kavu ili kukabiliana na wale wote ambao wanasafirisha vitu kwa njia ya magendo na kwa kutumia bandari bubu, na tutahakikisha kwamba wale wote ambao tunawakamata au vitu vyao tunavyovipata tunavipeleka katika mamlaka za kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kitendo hichi cha kujaribu kusafirisha zao hili la karafuu kwenda nje ya nchi kwa kutumia bandari bubu na kwa njia ya magendo hakikubaliki, kwa sababu zao hili la karafuu sheria inaruhusu kwamba ni kwenda kuzipeleka katika shirika la taifa la biashara ZSTC tu na si kwa njia nyingine yoyote au pale kitakapotoka kibali chengine maalum cha serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kufuatia kitendo hichi, tunaziomba mamlaka za kisheria kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanajihusisha na vitendo kama hivi, na nitoe wito kwa wananchi kufuata sheria na taratibu zilizowekwa ili waweze kujiepusha na madhara au matatizo ambayo yanaweza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili tukio linatuthibitishia kwamba vyombo ambavyo vya ulinzi wa usalama ambavyo vipo katika mkoa wako vinafanya kazi masaa 24. Tumepokea mzigo huu kutoka kwa wenzetu wa KMKM. Sisi jukumu letu ni kulitekeleza kisheria. Tutakwenda kufungua ombi mahakamani, zitatoka siku 30 kwa mujibu wa sheria. Yoyote yule ambaye atakuwa na huu mzigo atapewa mamlaka kisheria aweze kujitokeza kwenda naye mahakamani kwa ajili ya kulikamilisha hili ishu kisheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kuhakikishia kwamba mzigo huu upo salama, ng'ombe yupo salama, atakuwa yupo katika ulinzi wa KMKM wenzetu pamoja na mashine. Kila kitu kitaenda sawa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Lakini masikitiko kuona kwamba kuna baadhi ya wananchi hawatakii mema nchi yetu, amani yetu hawaitaki, wanaona ni bora watu binafsi kufanya vitendo kama hivi vya kuhujumu uchumi wetu. Niendelee kuwashukuru sana kamanda KMKM kwa juhudi kubwa, ambao nimpongeze sana kamanda wenu Komodo kwa kazi mkubwa anayoifanya ya kuhamasisha ili kuona kwamba askari wako makini, ili kuona tunalinda uchumi wetu usiweze kutetereka. Wale ambao wanaendelea kuenda kinyume na utaratibu huu, kwa maana hiyo na vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua kali juu ya vitendo hivi. Leo tayari chombo tunacho pale, tunakiona. Tuna gari ya ng'ombe na ng'ombe wake yupo. Kwa maana hiyo hawa watu lazima watakuwa watajulikana tu. Sasa naomba vyombo katika suala hili tusiwe na huruma katika uchumi wetu. Tunaona wenzetu uchumi unavyoathirika huko kutokana na hili kutojali amani, kutojali maendeleo ya nchi yao. Sasa sisi wananchi wa kisiwa cha Pemba au mkoa huu wa Kusini Pemba, leo wanakuja watu wanatuharibia uchumi wetu na kufanya kwamba usiwe madhubuti, ukofanya utetereke, hali ya maendeleo yatetereke. Sasa ikiwa katika jambo kama hilo, ni vyema tusiwe na huruma na tuwapeleke katika vyombo vya sheria. Mimi nikiwa kiongozi wa mkoa nitahakikisha kwamba tunadhibiti hili na tunapambana nalo. Tunashirikiana na viongozi wa KMKM ili kuona, makamanda ya KMKM ili kuona tunapambana na hili, kuona kwamba uchumi wetu tunaudhibiti na tunapata maendeleo makubwa. Nataka niseme kwamba yule aliyefanya hii gari ya ng'ombe na ile mashua idhibitiwe, isitoke. Siku itoka kwenda popote lazima niarifiwe kwamba imekwenda pale fulani ili nijue namna gani ya kufanya. Mkiendelea kuja hapa mtu akija na huruma zake akaweza kulichukua chombo hichi, gari ya ng'ombe na ng'ombe wake akamchukua kutoka na huruma, basi mimi sitomvumilia mtu kama huyo, kwa sababu ni mtu ambaye hana imani na nchi yetu, hana imani na maendeleo yetu. Leo viongozi wetu kila wakati wanahubiri amani, wanatuhubiri uchumi wetu. Leo tunataka mabarabara, tunaona mabarabara yanavyojengwa, tunaona maendeleo, mashule na nini yanayojengwa, yanatokana na uchumi wetu huu wa karafuu. Leo mtu huyu anachukua karafuu, anangoja tu naftari, anakwenda kuchukua karafuu, anazipeleka bandarini, anazigapkani ili kusafirisha kwa manufaa yake tu binafsi.